Kwa majina ni Bishop Lawrence Nyenuga Omambia. Mimi ni mwenyekiti wa Kisii County Personal Clutch Forum. Langu la kusema ni kwamba baada ya wenzangu kusema mengi ni kwamba tunaposema kwamba maaskari wametumia nguvu, pia ni vizuri pia tujue kama wananchi ni wapi ikatendeka kwamba nguvu ikatumika. Kwa hiyo kuna mahali tumekosa kama wananchi, na si vyema kutupa maaskari wetu mawe, kwa sababu pia ni wanadamu, wanatumia damu kama vile wanavyotumia damu. Kwa hivyo ni vizuri sana wanapoenda kwao pia waende kwa njia ile ambao inayostahili maandamano. Kwa maandamano si kubeba mawe awala mikuki na vitu vingine. Maandamano ni kutembea njiani tukiomba na tukiimba nyimbo nzuri, ili kwamba ionekane kwamba tunafanya maandamano. Hili tunalifanya sasa hivi mjini Kenya ni kwamba ni vita kati ya polisi pamoja na wananchi, na istari kwa hivyo tunaomba kwamba maandamano yawe tu maandamano na isiwe kama njia hii. Na wakati wa labda ya maandamano kwamba ni vizuri ya kome, maandamano hajasaidia chochote. Maandamano yamekuwa yakiharibu nchi yetu ya Kenya, imeharibika, mali imeharibika, watu wamekufa kwa ajili ya maandamano. Tunaomba kwamba maandamano ya kome na rais wetu pamoja na Raila Odinga wakae pamoja, watafuta amani. Amani itapatikana kwa kukaa na kuongea, si kwa sababu ya kutupiana maneno, bali wakae pamoja kama viongozi wakuu wa Kenya hii, tupate amani Kenya na Kenya ipate kuendelea. Kwa majina mimi naitwa Pastor Julius. Serikali yetu ya Kenya iangalie maandiko vile Nebuchadnezar alivyofanywa. Iangalie maandiko vile Belshazzar mfalme alivyofanywa. Kwa hivyo mtu akiwa kwa cheo angalie ya kwamba kuna kile ambacho kinakuja baadaye. Yangu sio mengi, ningependa kuambia viongozi wetu wote wawili wanyenyekee. Vile yale maandiko tumehubiriwa leo ya kwamba kiwa inchi itanyenyekea na kutupu, Mungu ataiponya. Barikiwa. Leo tumekusanyika hapa katika uwanja wa Kisii Stadium kwa ajili ya maombi kwa wapendwa wetu ambao wale waliopata majeraha na wale ambao walipoteza maisha yao, pamoja na kuombea familia za wale ambao walipoteza maisha yao wakati wa maandamano. Na lengo kuu ni kwamba tulikuwa tunaomba kwamba kuwe na amani katika nchi hii, kwa sababu neno la Bwana linasema wale wanaotenda amani wataitwa watoto wa Mungu, Mathayo 5:9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Kwa hivyo sisi kama wachungaji tumeungana pamoja na washiriki na viongozi wa Kisii County kuombea nchi hii amani, kuombea Kisii County amani, na kuomba kwamba amani iwe katika kila familia ili jina la Bwana lipate kutukuzwa, na amani iwe katika Kenya ili kila mmoja aendelee kufanya shughuli na kazi zake za kila siku. Na tunaomba uongozi uweze kuangalia na kuzingatia masilahi ya wananchi ili amani iwe katika kila sehemu, na wananchi wawe watulivu hata wakati wa maandamano, waweze kuweka amani, na amani hiyo ndiyo itakayofanya kwamba wale pia ambao ni security agencies warespond kwa njia ambayo ni ya kibinadamu, kwa sababu sote ni wa Kenya. Amani iwe kwa Kenya, amani kwa Kisii County, amani kwa kila familia, na neno la Bwana litawale katika mioyo yetu. Asanteni sana. Kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Manga Central. Na labda niseme kwamba huu ni msimamo wangu kama Pastor Masita, sio msimamo wa kanisa la Adventista wa Sabato, maana siruhusiwi kabisa kutoa msimamo huo. Ninachosema kwamba tumekuwa hapa kwenye maombi, tunawaombea familia ambazo zimewapoteza wenzao katika maandamano yaliyotendeka hivi juzi. Kama mchungaji nataka niseme ni bahati mbaya kabisa, ni aibu katika taifa tukufu la Kenya kama hili ambalo Mungu ametupatia. Hatukulipa chochote, taifa nzuri, lakini tunapoangalia vijana, watu wetu wanapoteza maisha kwa sababu ya siasa. Kwa kweli tunasema ni aibu sana kwa taifa letu la Kenya. Na kwa hiyo tunasimama hapa kulaani vitendo kama hivyo. Ukweli ni kwamba tunaishi katika, kila mtu anaona Kenya haiendi vizuri, mambo ni mabaya, njaa ni kali, maisha na gharama yamekuwa juu, watu wanalia. It is not easy to put food on the table, and this is what we are saying. Serikali ambayo tulichagua, serikali ya Rais William Ruto, tafadhali, the ball rolls back to you. Stand and protect your citizens. Life is so precious. Life is given by God. Do not allow anybody to take it away. You are the president. Raila Amolo Odinga, tafadhali tunaomba mzungumze na rais, mkae chini. You can speak and things will work out. Na tunaombea Mungu awaongoze
Roho wake awe pamoja nanyi ili mzungumze taifa letu, let our nation go back to where it was, so that we have the peace. And even we pastors, we cannot preach if there is no peace. Ili tuhubiri injili ya Bwana tunahitaji amani. Na viongozi hao wawili, wewe Raila na Ruto, tafadhali zungumzeni. You can speak. Achaneni na watu wamezunguka au wanawadanganya. Kaa muongee, tufanye kazi pamoja, tuhubiri, maisha yawe mazuri, na hatimaye Mungu yuko mbinguni. Hii inchi sio ya mtu yeyote. Hii inchi si Azimio. Hii inchi sio ya Kenya kwanza. Hii inchi ni ya Mungu, na Mungu ametuweka tuyatunze maisha ya binadamu. Tusiruhusu mtu afe. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri. Kumbuka Biblia inasema heri kwa wale wanaotafuta amani, maana wataitwa watoto wa Mungu. Mungu awabariki sana. Kwa majina mimi naitwa Douglas Omwenga, lakini watu wengi wananijua kama Imamba. Mimi ni mkaji wa Kisii, na hakika naweza kusema kwamba sisi tumeweza kukusanyika hapa katika uwanja wa Gusii Stadium kwa minajili ya kuweza kuombeleza na wale wetu ambao waliweza kupoteza maisha yao. Hakika sisi tuliweza kuchagua viongozi wawili ambao ni President Ruto na vilevile na upinzani ambaye ni Raila Amolo Odinga. Lakini naomba sana ya kwamba hao watu wawili waweze kuwa pamoja, at least waongee, ili sisi kama vijana tuweze kujua ya kwamba tuko na matumaini ambayo yanakuja kwenda hapo mbele. Tukisema kwamba eti ni maandamano siku zote, tutaharibu vitu zetu, na kama hapa Kisii unaona watu wengi wameweza kufa, tumeweza kurekodi vifo za watu 4 ambapo ni vibaya sana. Tukiweza kuwa pamoja kama watu wamoja, ili tuweze kufanya mambo kwa upamoja, itakuwa vizuri sana ili kuendeza hii nchi yetu ya Kenya. Sisi ndio leaders wa tomorrow kama viongozi. Hakika nyinyi kama viongozi na sisi tunaacha ili tujue mambo ambayo tutakuja kufanya hapo usoni. Asante. Ivan Soga, niliposikia kuna maombi hapa jimbo letu la Kisii, nimetravel kutoka Nairobi nikakuja mpaka hapa ili tuweze kujumuika na wenzetu kwa kuomboleza wale ambao walituacha. Mimi ningependa tu kuomba Kenya iweze kuwa na amani, ili wafanyabiashara warudi wafanye kazi, pia watoto warudi shuleni wasome, kwa sababu maandamano huwa ina affect vitu vingi sana katika uchumi wa Kenya. Asanteni. Kwa majina ni Elizabeth Kwamboka Onunga kutoka sekta ya uchukuzi. Mimi ni mwakilishi wa Kichenzia. Siku ya leo tunafurahi kwa maana tumeungana hapa kwa ajili ya maombi. Tumekuwa tukiomba ili nchi yetu ipate kuwa na amani, maandamano ipate kuisha, watu wetu waishi kwa amani. Pia kutoka kwa sekta ya uchukuzi tumeombea madereva wetu wawe na nidhamu wanapokuwa barabarani, na pia wale ambao wanaandamana wawe wakiandamana kwa amani bila kuchoma barabara. Tumekataa mambo ya kuchoma barabara, mambo ya kuharibu mali ya wenzetu, yote tumekataa. Pia tumeombea viongozi wetu wa Kenya wote, kutoka president mpaka magavana mpaka ma MCAs wote mpaka ma senator, wawe na upendo wanapofanya kazi katika nchi yetu ya Kenya, wote wawe na upendo. Na tunaombea viongozi wetu wote kutoka juu mpaka chini, kila mmoja awe na upendo, na wacha tushirikiane pamoja na serikali kuu na serikali yote ya county, tufanye kazi kulingana na vile ambavyo tulikuwa tumeahidi wananchi wenye walitupigia kura. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya siku ya leo katika kaunti yetu ya Kisii. Hakika tumekuwa na maombi mazuri sana, na tunaamini ya kwamba Mungu amesikia maombi yetu. Vile wenzangu wameongea, wamesema ya kwamba nchi hii tunahitaji amani. Tunaomba ya kwamba vile sitarudia mengi kwa sababu wameshaongea. Rais wetu na wa upinzani Raila Amolo Odinga, tunaomba ya kwamba mpate kukaa chini muongee na ili tupate amani. Jana niliona vile vijana mdogo, nienda kuzika kijana mdogo sana mwenye alipiga risasi hii kaunti yetu ya Kisii kule Minyingwa. Mtoto mdogo sana, moyo wangu ulihuzunika. Kwa hivyo tuombe ya kwamba kuanzia leo hakutakuwa na kifo tena kwa ajili ya maandamano. Kwa hivyo hayo ndio maombi yetu, kwamba Mungu atawale nyinyi kama viongozi na atawale nchi yetu ya Kenya. Sisi kama wananchi tuwe na upendo, tusitumiane mawe, tusiuane, tusiharibu mali ya wengine, bali tufanye kila ambacho kinastahili kufanywa. Mungu wa amani awabariki.
kwa ajili ya jina lako, hakika wewe uko pamoja nao. Daudi akasema, nilifurahia nilipoambia tuende katika nyumba ya Bwana. Ona Bwana, na kuomba na kutafuta uso wangu na kurejea kutoka katika njia zao mbovu. Viongozi wa serikali ya jimbo hili la Upate Kisii, leo tumefika mahali ambapo tuna mawingu ya economy, mawingu ya kutokuwa na nchi ambayo unapenda viongozi wako katikati yetu. Jehova, na zaidi sana Kisii County, Bwana Israeli, inaongozwa na Simba Arati. Baba, nimeileta mbele zako katika jina safi la Yesu Kristo. Nimekataa kila ila na njama zote za mwovu ibilisi inayoinuliwa. Chenye alisimama ni kutuliza bahari. Haleluya. Yesu atatuliza bahari. Hata kama nchi ya Kenya inaenda ya kwamba mambo tunaona hayapo, nataka nikupe tumaini. Tumefika mahali ambapo tuna mawingu ya economy, mawingu ya kutokuwa na kazi ambayo nimepewa ili nikaweze kusoma mambo mawili matatu, na baada ya hapo niweze kufanya ombi.